Nilisikia kuna mtu mmoja anasema kwamba anachokifanya Jose sasa hivi ni ujinga, kwamba hana influence kubwa ya kumfanya yeye stream. Na ningependa kufahamu hili swala. Kama pia ni mtu ambaye unapenda masuala ya streaming na nini, hii video itakufaida. Kama huna interest na mambo ya streaming na nini, unaweza kuangalia video zingine. Ila kama ukinipa muda wako nitakuelezea nini streaming ni kitu ambacho ni topic ambayo inazungumziwa kwa sana na imefungua milango gani. Vitu vyote nitakuja kuzungumzia katika hii video. So kama uko interested, stay mpaka mwisho. Na ninaitwa Dobert, nazungumzia issues zote zinazohusiana na mambo ya digital tech, content creation, marketing kwa ujumla. So make sure na subscribe ili kuwa updated na video zote nitakazokuwa nazipost zinazozungumzia hivyo vitu. So kama ninavyofahamu, Jose ni director ambaye ana direct video, amekuwa akidirect videos kwa muda mrefu sana. Na recently hapa ameanza ameanza kufanya streaming, akitembea akizunguka sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Na kikweli mimi nilivyoona hicho kitu nilipendezwa sana, kwa sababu sasa hivi tunaanza kuona kwamba Tanzania tumeanza kugain traction ya vitu ambavyo before vilikuwa ni vitu vya ajabu sana. Mtu kufanya streaming ilikuwa ni vitu ambavyo tumezoea kuviona katika nchi za Marekani na wapi, na tuna streamers wakubwa ambao tunawafahamu kama iShowSpeed, kama Kai Cenat. Ni streamers ambao ni wakubwa ambao wameshajizolea umaarufu mkubwa sana katika upande wa streaming. Na kwa Bongo naweza nikasema streaming haikuwa kitu ambacho kinawezekana kwa miaka ya nyuma, ni kwa sababu hakukuwa na available internet ya kutosha. Naweza nikasema access ya internet kwa sasa hivi Bongo ni kubwa sana. Kila mtu anaweza kuwa na access ya internet ambayo inampa mtu uweza, na sio tu internet access ambayo ni more unlimited, ambayo ni cheap in a way ambayo mtu anaweza ka afford, ni affordable. Ni sasa hivi ni kitu cha kawaida sana kwenda katika mji wa mtu kumkuta na internet. Itafika kipindi internet itakuwa ni one of the basic need. Kama unavyoona mtu akijenga nyumba anaweka umeme, anaweka maji, itafika kipindi kwamba mtu akipoweka wifi kwenye nyumba yake kitakuwa ni kitu ambacho ni sasa tu mtu asipoweka umeme kwenye nyumba yake utaona pesa nyumba kuna kitu kina miss. Ndio tunakuelekea huko sasa. Sasa kama kumekuwa na availability ya internet kwa urahisi, ndio imeweza kufavor vitu kama hivyo, watu kwanza kufanya streaming. Kama mtu anaweza ka stream almost masaa 5 masaa 6 bila kutumia kiwango kikubwa cha data, kwa sababu zamani useme utumie internet kwa masaa 5, hapo tunazungumzia pesa nyingi, kwa sababu pia internet inapatikana, unapewa VGB, unapewa vinini, kila MB inabidi uitumia kwa umakini. Lakini sasa hivi unapewa unlimited internet access, japokuwa tunajua sio unlimited, kuna kiwango ambacho pia unakuwa umekiweka kile kinachoitwa FUP. Hiyo ni video ya siku nyingine, lakini tunavyofahamu kwamba kiwango chochote cha internet sasa hivi unapewa GB nyingi ambazo kama una matumizi makubwa, kitu ambacho unaweza zikakutosha. So Jose ameanza kufanya streaming, watu wameanza kumfuatilia. Sasa kuna comment ya jamaa mmoja alisema kwamba bana, Jose anachokifanya hastahili kufanya kwa sababu hana attention, hana influence ya kutosha kufanya watu muangalie. Kwa hiyo anazungumza Kiswahili, kwa inabidi azungumze Kiingereza, sio nini. Hiyo ni comment ambayo ni ajabu sana, kwa sababu sasa hivi bana, naweza nikasema kufanya streaming haijalishi kwamba sio lazima uattract kila mtu. Unajua, ndio maana wasemaje, kwa kila bidhaa na wateja wake, na sio kila bidhaa ina kila mlaji. Unajua, unapokuwa unafanya kitu haimaanishi kwamba upate traction. Kuna watu ambao wanafuatilia Jose, hawa wanatosha kuwa streamers wake. Na unapokuwa na streamers wengi haimaanishi kwamba ndio unaweza kupata traction kubwa. Unaweza kuwa na streamers wengi lakini kumbe hakuna mtu anayejali unachokifanya tu, anakuangalia tu kwa sababu tu huyu jamaa anaongea nini, ngoja tumsikilize. Lakini ukiwa unafanya streaming na unajua una loyal fans wako, hata tuseme 50, hao wanatosha sana kutengeneza audience, kwa sababu hao ni watu ambao mkikutana watu 50 hivi mmekaa, ni group kubwa la watu. Hata kama usime uje na product fulani, ni watu ambao wanaweza wakakusupport. So kweli Jose anachokifanya ni kitu kizuri sana. Naweza nikasema kwamba Bongo pia na sisi tumeanza ku gain traction ya vitu ambavyo mwanzoni vilikuwa ni vitu vya watu fulani au vya nchi fulani. Hiyo ni moja hapo, streaming, pia content creation. Sababu pia hata content creation sasa hivi pia tumeanza kuona kwamba hata serikali imeanza kutambua content creators, mpaka inaanza kuwapa pesa za mikopo na nini. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani content creation Bongo imeanza ku gain traction. Mambo ya vlogging pia tumeanza kuona sasa hivi hata wasanii wameanza kutengeneza vlog, ambacho pia ni kitu ambacho pia naweza nikakiemphasize kama wewe ni msanii mkubwa au ni mtu ambaye let's say una kitu ambacho una uwezo kukishare mtandaoni, kwa sababu you never know, kwenye hicho kitu unachokishare unaweza kujikuta umetengeneza audience au community ya watu ambao mwisho wa siku hiyo audience unaweza ukaimonetize. So kama unajua wewe una kitu chochote cha kuweza kushare mtandaoni, anza kufanya. Kama ni vlogs, kama ni content za kufundisha, kama ni content za ku tell a story, kama wewe ni mtu mzuri katika kuhadithia stories mbalimbali, fanya. Kama una skills na ujuzi fulani, udocument, upost mtandaoni. Hiyo itakusaidia, itakufungulia milango ambayo mwisho wa siku huwezi kuamini namna gani utakuja kujutia kwa baadaye. Hicho ndio ambacho kuja kuzungumzia katika hii video. Kikweli anachofanya Jose ni kitu kizuri sana. So big up sana brother, kama unatazama hii video, big up sana. Unachokifanya endelea kufanya, endelea kukandamiza hapo, wala usihamishe. Usiwe discourage na comment za watu kadhaa ambao hawaelewi nini wanachokifanya. Na sio Jose tu anayefanya mambo yake nini. Kuna Moran, sio kuna jamaa anaitwa Moran Moran Montana, sio nani. All those guys ambao mnafanya streaming kwa Bongo sasa hivi, big up sana, mnafanya kitu kizuri. Mnaendelea kutengeneza kwamba kuonyesha kwamba Bongo na sisi tumeanza kupata exposure ya vitu ambavyo mwanzoni vilikuwa ni vya watu fulani. Kwa hiyo tutakapokuwa wengi watu ambao wanaofanya hivi vitu, itaweza kutengeneza hata wigo
mpya wa watu kuanza kumonetize skills, ideas au talents ambazo wako nazo mtandaoni. Tusitegemee mifumo mingine tu ya kuweza kujenerate pesa. So that's all guys, ambazo nimekuja kuzungumzia katika siku ya leo, na let's meet on the next one. Kama ndo first time natembea YouTube channel, ninaitwa Adobert, nazungumzia issues zote zinazohusiana na mambo ya content creation, digital marketing, graphic designing, tech kwa ujumla, and anything ambayo nahisi kwamba kitu chote ambacho nahisi kila relate na mambo ya tech au digital, mimi hapa ndo the only way place ambayo utajifunza. So tukutane katika siku nyingine, make sure na like na kusubscribe, na tukutane katika video zijazo. Hala.